alikuwa hajulikani, bali wale ambao walikuwa wakimuona akileta posa mahali hawamkubali. Huyu nani? Hana mali, hana cheo, hana nasaba, lakini alikuwa yuwapendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahabi huyu ni katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qur'ani, waumini ambao walikuwa wakweli katika imani yao. Asema jalla jalaluhu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Katika waumini kuna wale ambao walikuwa wakweli katika imani yao, na kule kwa wakweli katika imani yao ikawapelekea watambulike na Mwenyezi Mungu na wapate daraja duniani na akhirah. Maashara almuslimin, sahabi huyu si mwingine, ajulikana kwa jina Julaybib. Julaybib radhiyallahu anhu ni sahabi mdogo ambaye alikuwa ni fakiri, ni maskini, hana mbele hana nyuma, na alikuwa ametoka kutoka kabila ndogo ndogo, na alikuwa pia sura zake hazivutii. Wakimuona asema huyu hana sura nzuri, wanawake wakimkimbia. Sasa sura zake hazimtetei, mfuko wake hamtetei, familia yake haimtetei. Ikawa sasa yeye walala msikitini, watu hawamjui, hawamtambui. Huyu Julaybib alikuwa akipendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alikuwa akimpenda na akimtambua. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma mahali. Aliporudi akamuita Julaybib, akamwambia njoo kaa karibu yangu. Julaybib akiwa amekaa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia Julaybib, akimwona Julaybib amevunjika moyo, sura zake hazivutii, ukimwangalia mfuko wake hana mali, ni maskini hohe hahe, ukimwangalia hajatoka kutoka familia kabila fulani yajulikana, kabila ndogo ndogo. Sasa ikawa yuko mnyonge, lakini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba huyu ana daraja mbele ya Mwenyezi Mungu. Akamuuliza, auzawijuka ya Julaybib, ya Julaybib, sinikuozeshe mimi? Sinikuozeshe mimi Julaybib, nikutafutie mke nikuozeshe? Julaybib akashtuka na kushangaa, akasema, man yuzawijuni ya Rasulullah, nani atakayeniozesha mimi? Nani atakayenipa binti yake? Sina mali, sina nasaba, sina cheo, sina sura, nitapewa msichana kwa msingi gani? Nani atakayenipatia mimi msichana wake? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nitakuposea msichana. Mimi nitakuposea msichana. Wewe uko tayari kuoa? Niko tayari, lakini ya Rasulullah sioni ikifanyika. Sioni ya Rasulullah ikifanyika. Ar-Rasul akamwambia, niache mimi. Akamuita mmoja katika maansar ambaye alikuwa amefiliwa na mumewe, na ilikuwa ni ada ya masahaba al-ansar, mmoja katika mabanati zao anapofiliwa na mume, mmoja katika mabanati zao anapofiliwa na mumewe, walikuwa wakimaliza idda wakisubiri labda huenda Rasul akaja kumposa. Sasa huyu ansar akaitwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, nina haja na wewe. Akamwambia, naam ya Rasulullah, haja yako imetimia. Akamwambia, nataka niozeshe msichana wangu. Akafikiria kwamba mwenye kumwoa ni nani? Ni Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akafurahi huyu sahaba. Alipofurahi namna hiyo, akasema yule sahaba, ni'ma wa karama ya Rasulullah, wa ni'mat ain, ni sharaf, ni heshima na ni fakhri kwangu umekuja kuposa kwa msichana wangu. Akamwambia, naam, lakini inni lastu uriduha li nafsi, mimi lakini sijitaki mimi mwenyewe. Qala faliman ya Rasulullah, wamtakia nani? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum wa arda? Qala la uriduha li Julaybib, namtakia Julaybib. Julaybib akaambia, naam, uriduha li Julaybib. Faqala ya Rasulullah ushawir ummaha, akasema, ya Rasulullah, nimekusikia, wacha nimshauri mamake, wacha niende kwa mamake msichana nikamshauri, nitake kujua atasema nini.
Sahabi huyu akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaenda kwa mkewe, akasema, akamwambia mkewe, imekuja khairi kwa msichana wetu na imekuja posa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameleta posa, yakhtubu ibnatak, ya posa, ameleta posa ya binti yako. Faqalat ni'ma, ni neema kubwa hiyo, ni daraja, ni sharaf, ni khairi, ni karama, ni uzuri Mwenyezi Mungu ametuletea. Kisha akamwambia mkewe, innahu laysa yakhtubuha li nafsihi, hajiposei yeye mwenyewe, inma yakhtubuha li Julaybib, aposa kwa ajili ya Julaybib. Faqalat ajulaybib, ni kwa ajili ya Julaybib? Ala la amri Allah la nuzawijuhu, wallahi hatumwozeshe kijana huyo, wala hatumpatii msichana wetu asiyekuwa na mbele wala nyuma. Hatuwezi kumwozesha msichana wetu mwanamume kama huyu. Basi yule binti akiwa nyuma asikia mzozo baina mamake na babake, na alisikia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Akatoka nyuma ya pazia akauliza, man khatabani ilaykum, nani amekuja kuleta posa? Wakasema amekuja mwanamume, lakini mwanamume huyo hajakuja mwenyewe, ameletwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mkaamuaje? Asema tukaamua kwamba hatuwezi kukupatia ule na Julaybib. Akakasirika yule mwanamke, binti mwenye imani, akasema, atarudduna ala rasulillahi amra, nyinyi mwarudisha amri ya Mtume? Mtume Mwenyezi Mungu ameleta khairi na yeye ndo amenichagulia. Vipi wewe nyinyi mmekuwa ni wenye kukataa? Kwa msingi gani? Mbona mwanikatia khairi? Idfa'uni ilayhi fa innahu lan yudayyi'uni, nataka muniozeshe huyu Julaybib aliyetumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maadamu ametumwa na Rasulullah, wallahi huyu hata niangusha wala hata nipuuza. Naam, babake yule msichana akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, sha'nuka biha fazawijha Julaybib. Sha'nuka biha, akamwambia Rasulullah, binti ni wako, utakayempatia tumeridhia. Akamuita Julaybib ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, akamwozesha binti yule. Julaybib hajulikani, hana umaarufu, hana cheo, hana mali, lakini Allah yamjua. Alikuwa katika waja ambao wacha Mungu, na alikuwa katika waja ambao walikuwa kipendwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa yuwapendwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumaanisha pia yuwapendwa na nani? Allah jalla jalaluhu. Maashara almuslimin, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwombea dua maruf, akasema, Allahumma subba alayhimul khaira sabban sabba. Ewe Mola nakuomba hawa wawili wamwagilie khairi wingi kwa wingi. Na naam, wakaneemeka, mali ikaja, khairi ikaja. Katika hali kama hiyo, Julaybib yuko katika ndoa yake, Mwenyezi Mungu ameanza kumfungulia na amepata khairi. Ikapatikana mwito, wanaitwa hayya ala aljihad, hayya ala aljihad. Masahaba wakatoka, akiwemo Julaybib radhiyallahu anhu ardhah. Katika mapambano ilipoisha vita na Waislamu wakapata nusra, baadhi ya Waislamu waliuawa. Sasa kila mmoja mtafuta mtu wake, huyo mtafuta ndugu yake, ataka kujua yuko hai amekufa, kama vile ilivyokuwa hali ya Gaza. Leo mabomu yanaangushwa, mara ukiwa kule ataka kujua ndugu yangu yuko hai hayuko hai. Katika taharuki kama hiyo, kila mmoja mtafuta mtu wake. Asema, ya Rasulullah, mimi nishampata ndugu yangu, nishapata mwili wake. Huwa asema, ya Rasulullah, mimi nishampata babangu. Huwa asema, mimi nishampata mwanangu. Kisha Mtume sallam kila saa yauliza, hal tafqiduna min ahad, je nyinyi kuna mtu mmemkosa? Kila mtu amepata mtu wake, tukamzike? Qalu na'am. Qala nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan, mimi namkosa mtu, kuna mtu fulani bado mimi sijampata. Kabla hawajatoka, kila mtu atafuta mtu wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema,
undhuru hal tafqiduna min ahad, kuna mtu hamjamwona, kila mtu amepata mtu wake. Ilipofika wakati, kila mmoja akasema ya Rasulullah, kila mmoja alikuwa akitafuta mtu wake na maiti ya mtu wake ashapata. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, na mimi namtafuta mtu wangu, walakinani afqidu Julaybiban. Kila mtu amepata mtu wake, mimi na mtu wangu sijampata. Mimi namtafuta Julaybib, nitafutieni Julaybib, fatlubuhu fi qatla. Walikuwa hai miongoni mwao simuoni, katika maiti zilizoletwa simuoni, sijampata Julaybib, nitafutieni Julaybib wangu, nitafutieni Julaybib. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya ombi aliyokuwa nayo, masahaba wakaanza kukimbia, kukawa na taharuki, kila mmoja amtafuta Julaybib, au na maiti apendua, huu ni Julaybib sie, huu ni Julaybib sie, mpaka wakafika mahali wakaona kulikuwa na maadui wa 7 na Muislamu mmoja. Wakifika pale wakimpendua, wakamwona ni Julaybib, wakamwita Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakasema ya Rasulullah, ha huwa dha qad qatalahum thumma qataluhu. Ya Rasulullah, huyu hapa Julaybib alipambana nao na yeye pia akapambana na wao, hakuacha, akauawa. Rasul sallallahu alayhi wasallam akainuka, qala qatala 7 wa qataluhu, aliwamaliza wa 7 na kuwaua, na yeye pia wakammaliza. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchukua Julaybib, akamweka kwa mapaja na akamshikilia, akasema kila mmoja mtafuta mtu wake, mimi mtu wangu ni Julaybib. Hadha minni wa ana minhu, hadha minni wa ana minhu, mimi huu Julaybib ni wangu na mimi ni wake. Akasema nizikieni. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nichimbieni kaburi nimzike Julaybib wangu. Rasul akamchukua Julaybib, maiti yake, akaweka kwa mapaja, yamshika kama vile mama anavyomshika mtoto wake, akimweka. Masahaba wakachimba. Rasul akasema hakuna mtu atakayemshukisha kaburini, mimi ndo nitashuka. Akashuka Julaybib, akashuka Rasul sallallahu alayhi wasallam, akapewa mwili wa Julaybib, ikashukishwa, yeye ndo akamlaza, akamfinika na kumwagia mchanga. Akasema hadha minni wa ana minhu, hadha minni wa hadha minni wa ana minhu, Julaybib ni wangu na mimi ni wake. Hakuwa na mtu lakini alikuwa na Allah, hakuwa na mtu lakini alikuwa na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.
Maashara almuslimin, umaarufu watu wanaotafuta kwa halali na kwa haramu, umaarufu watu wanaotafuta inakuwa ni maafa na madhara. Lakini wewe jiulize, watambulika mbinguni? Mwenyezi Mungu yakupenda? Malaika wake wanakupenda? Wale wanaokupenda hapa duniani, wallahi thumma wallahi, wale wanaokupenda hapa duniani, wazazi wako, ndugu zako, mke wako, mume wako, marafiki zako, wallahi wakupende namna gani, watakuacha chini ya mchanga, utakuwa peke yako. Na ukiwa peke yako, umaarufu uliokuwa nao na watu uliokuwa nao haukufai. Utakuwa nao ni uhusiano uliokuwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala. Maashara almuslimin, tuwe na imani ya kwamba kufaulu kwetu ni kupendwa na Mwenyezi Mungu. Na wallahi thumma wallahi, wallahi thumma wallahi, watu wote duniani wakikupenda na Mwenyezi Mungu hakupendi, umepata nini? Na wallahi thumma wallahi, watu wote duniani wakuchukie lakini Mwenyezi Mungu hakupenda, umekosa nini? Allah akikupenda basi umefanikiwa. Tafuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu, usitafuta mapenzi ya wanadamu. Na ukitafuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atajalia kwamba watu watakupenda. Allah asema katika kitabu chake, innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kwa hakika wale ambao wanaomwamini Mwenyezi Mungu na wana amali nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia watapendwa. Wewe mtangulize Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakutanguliza mbele ya watu. Umaarufu usiitafute, wacha umaarufu ikutafute wewe. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى. عباد الله, katika mambo ambayo yanatutia huzuni ni hali ya ndugu zetu ambao wako Gaza na wako Palestina. Na kama Muislamu lazima uwe ni mwenye kuwajali na kuwaombea na kuwanusuru kwa njia yoyote ambayo unakuwa na uwezo. Na ni wajibu kwa kila Muislamu awe ni mwenye kupata dhiki kwa sababu ndugu yake amepata dhiki, achomeke kwa yale yanayomfikia ndugu yake. Lakini uhakika wa mambo ni hivi, hatuwezi kusema tuwapenda na tuwajali ndugu zetu walikuwa Palestina ikiwa sisi wenyewe katika miji yetu hatupendani wala hatujali. Mapenzi ya kidhati hupatikana hapa. Na wengi wasema ningepata fursa ningeenda Palestina. Lakini mwenye kusema hivyo twamuuliza, je, undugu wako umedhihirisha baina ya watu uliokuwa baina yao? Kama hauoneshi undugu wa kisawasawa baina ya watu uliokuwa nao, basi hata Palestina ukipata fursa huwezi kuwanusuru, wajidanganya. Katika mambo ambayo yalinihuzunisha, katika mji wa Mombasa siku moja nimeenda kutoa khutba wiki 2 iliyopita. Baada ya kutoa khutba katika msikiti wa Musa, ameinuka Ustadh Kea kueleza kwamba wizi wa mabavu umerudi katika mji wa Mombasa. Na msichana mmoja akitembea sehemu za Chuda Polytechnic alikuwa akipokonywa begi. Na hakuna mtu alimsaidia. Kila mmoja yuangalia. Sasa ikiwa msichana akiwa Mombasa, Waislamu wa Mombasa na wale walikuwa wakishuhudia, hakuna aliyekuwa tayari kwenda kupambana na wale na kuwasukuma na kumtetea yule msichana katika mchana, hata si usiku.
tukipata fursa kuenda Falastini ndio tutawasaidia, wallahi tudanganyana. Undugu wa ukweli ukiwa nao itadhihirika baina watu na ukuwa nao, na ukweli huu utadhihirika namna unavyonusuru watu na ukuwa nao. Lakini waliokuwa karibu na wewe, ikiwa hauoneshi undugu, ni chuki, ni bughdha, ni uhasidi, basi wallahi hata watu wa Falastini huwezi kuwasaidia, wajidanganya. Undugu wa Kiislamu wadhihirika pindi tunapokuwa wamoja, na undugu wa Kiislamu unadhihirika pindi tunapokuwa ni wenye kujaliana, namna walivyokuwa almuhajirina wal ansar. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Ibadallah, inna Allaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi alqudusi wa thalatha bikum ibadallah haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وفرج همومهم ونفس كروبهم وفك أسراهم وآمن روعاتهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم احفظهم من كل شر وسوء ومكروه. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل عليهم غضبك وعذابك وعقابك. اللهم أرسل عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Alipambana nao
akainuka. Qala qatala 7 wa qataluhu, aliwamaliza wa 7 na kuwaua, na yeye pia wakammaliza. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchukua Julaibib, akamweka kwa mapaja na akamshikilia, akasema, kila mmoja mtafuta mtu wake, mimi mtu wangu ni Julaibib. Hadha minni wa ana minhu, hadha minni wa ana minhu, mimi huu Julaibib ni wangu na mimi ni wake.